Nimekuja leo kwa sababu nakumbuka elders. Pastor hakukuwa hapa. Nilikuja hapa, nilikuja na wale ndugu zangu wengine, tukaombewa hapa. Mnakumbuka? Wale ambao mlikuwa kanisani. Tukaombewa hapa na zile maombi zenu sikawezekana nikashinda kiti cha ugavana. Nashukuru Mungu na nawashukuru ninyi sana. Mheshimiwa Alfa umesema vizuri. Ogembo kando na Kisii Town ndio mji wetu mkubwa. Deliberately nimeweka miradi mingi ya kuhakikisha kwamba tauni hii, kwa sababu naomba kwamba Mungu akipenda tutaifanya municipality kabla sijatoka ofisini. Nilifanya municipality na ninataka nihakikisha zile vitu zote ambazo zinahusiana na mambo ya municipality zinapatikana. Mkienda hapa sokoni, hii barabara ilikuwa chafu sana, tumeweka cabros. Soko lile pale chini tunashirikiana pia na serikali kubwa kupitia kwa mheshimiwa wenu inatengenezwa. Daraja ambalo liliangusha former deputy governor ambaye sasa ni ambassador, ndugu yetu Maangi, pale kwa mto tumetengeneza, watu wanavuka kutoka pande hii na pande lingine. Mheshimiwa Alfa amefanya maendeleo, ametuletea nyumba za affordable pale. Mheshimiwa, mkija mkiniomba mzuri ile space pale, nitaona kama inatosha, nitawapea mtujengee. These are municipality. Hapo hospitalini, Mheshimiwa amenikaza sana, ameniambia mheshimiwa, hapa ndio nyumbani. Nimeweka milioni 300 za kujenga hospitali yetu hapa ya Ogembo. Mkiangalia iko katika ghorofa ya kwanza, tutaendelea kuijenga. Kando na hayo, nimeamua kama gavana, hakuna pesa ambayo nimepata kutoka nje. Hizi pesa zote juzi niliweka machines zile mheshimiwa amesema hapa karibu 60 za barabara, ambazo ni pesa zilikuwa zinaenda kwa mfuko ya watu. Lakini kwa sababu mimi nilikuzwa katika kanisa la Kidemista, nilikuwa treasurer wa Sabbath School ya Hirimani Primary School, ndio tulikuwa na Sabbath School kule Pwani. Nikaomba Mungu nisaidie siku moja nikuwe mtu mkubwa, nikuwe mbunge. Hiyo ndio nilikuwa naomba. Ugavana siku hizo haikuwa, nilikuwa nataka niwe mbunge. Nikaomba Mungu unisaidie siku moja nikuwe mbunge, kama inawezekana nikitoka mbunge nikuwe rais. Lakini kwa baraka ya Bwana nimekuwa kansela, nimekuwa mbunge, nimekuwa gavana. Bwana asifiwe. Yule mtu aweze sema amena, wewe uko na roho ngumu tu. Tutaomba kwamba uombewe roho yako iyuyuke kidogo. Kuna nguvu katika maombi. Prayers have power. Tafadhali, nimesafiri kidogo. Na duniani hapa tumesema, ukiangalia kama nchi hii ya Dubai, Iran, hizi zinapigana na Israel. Hawa ndugu zetu Waislamu wanaomba mara 3 kwa siku. Mkiona mahali wanaishi ni changwa, eroro, lakini Nyasaye ngenchaba sesenet ne yengenjo. Our people, there is power in prayers. Pray without what? Ceasing. And I would request, tafadhali, mtukumbuke katika maombi yenu. Hawa watoto wako hapa, ni wangapi wako katika darasa la 7? Grade 7. Mimi nikiwa grade ya 7 nilikuwa treasurer wa Sabbath School. Na nilikuwa naenda kanisani saa 2 kwa sababu tulikuwa tunaamini malaika
8:45 yuko kanisani na Sabbath school inaanza saa 3. Kwa hivyo teach hawa watoto tabia na watakuwa nayo. Nimalize kwa kusema najua kwamba Elsie hapa ampati maziwa ile ambayo anapeana kwa shule zote za ECD, si ndio? Lakini napeana maziwa kwa watoto wetu wengine ambao wanasoma public schools 56,000 watoto wanakunywa maziwa. Mungu akipenda mwezi wa 8 nimesema darasa la kwanza na darasa la pili pia nawapea maziwa. Na hii ni pesa yenu. Hiyo ni pesa nimepata ambayo ilikuwa inawekwa kwa mfuko ya watu. Basari nimepeana sasa, wiki ijayo ninapeana checks 1 billion Kenya shillings. Hii pesa haikukua, ilikuwa yote inakuliwa. Nashukuru Mheshimiwa Maangi juzi kwa uwanja alisema yale ambayo yamefanyika hayakufanyika kwa miaka 10, na mjue tumekaa ofisini miaka 3 sasa. Je, mkiamua miaka ingine hii 7 iko mbele niendelee kuongoza, tutabadilisha ile Singapore tunaongea kabla hatujafika na Ruto Singapore, tutakuwa hapa Kisii tumefika Singapore. Kwa hivyo Wakristo wenzangu, nimesema mimi ni Adventista. Na unajua tunasema unajua sisi Waadventista siku ya Sabato hatuwezi ongea siasa. Hapana. Kama uwezi chagua kiongozi, wewe umsimamie pastor. Tunataka sisi viongozi tuwajibike. Hawa watoto wadogo, juzi nilikuwa nje, nilikuwa mwezi mmoja, mikutano ikafanyika hapa. Viongozi ambao mmepigia kura walikuwa naimba mambo ya aibu. Amangana ye chinsoni. I've come to discover, I've been trying to reflect. Kumbe shetani ameanza kurecruit his teams. Waimbe kitu ingie kwa kichwa ya watu ndiposa wafanye ile kitu inaitwa homosexual, ambayo ilikuwa inafanyika kule Sodom na Gomora. Tafadhali wa Kristo, pastor, we must stop this thing. It does not enter. Kwa sababu wataimba. Unajua ukiimba hata kama hii kitu ni mbaya ama ni mbaya, uimbe ni mzuri, watu wadhania ni kwamba ni mzuri. They want to wire our people that direction. Pastors, you have a work. Nataka nimalize nikisema hivi. Wakristo wetu, naomba nyote nyinyi mtukumbuke katika maombi. Na maombi haya ni kwa sababu tunahitaji tukue na taifa ambalo liko na adabu. Mkiona kiti cha urais, ni nani rais wa Kenya? Ni nani rais wa Kenya? William Ruto. Huyu ndiye amebarikiwa, ako ofisini. Tukifanya dhiaka kwa uongozi kama ule, tunafanya dhiaka mbele ya Mungu. Mpaka siku ambayo mtu mwingine atakapoingia, tutapeana heshima. Naomba kama kanisa tukue watu wa mbele. Vijana wamesikia niko karibu hapa sasa wamejitokeza. Nilikuwa nadhania nitakuja kibaridi. Lakini sasa wamefika, nitawasalimia wao nikitoka. Kanisa, mwalimu ambaye nimeona hapa, nimeona ndugu yangu hapa, nikubalie wale watoto. Sijui watanunuliwa nini, nyinyi kama ni ng'ombe, kwa sababu nimeona watoto ni wengi. Kwa hivyo our generation is secured because ya watoto. Wale watoto wako hapa katika vikundi viwili, nitapeana shilingi 50,000 wapewe. Utanulia wao nini? Ni shule ngapi ziko hapa? Moja? Ni shule moja?
Hiyo ni nyingi. Kwa hivyo wacha nirudi chini. 30,000. Watoto niwape 30,000 ikiongezewa ile ya mbunge ikuwe 50,000. Mheshimiwa mwalimu unulie wao ng'ombe. Kanisa hili kwa sababu nimeenda pale juu nimeona hawajaweka tiles, lakini nimeambiwa sio tiles wanataweka huko trazo. Nataka niseme kwamba mmesema Mheshimiwa William Ruto alizuka hapa, ndege yake ilisimama hapa, na atakapokuja nitamuelezea kwamba alisimama na ndege yake hapa akaenda kuhutubia uwanja pale watu. Nione tupange na mheshimiwa yuko hapa. Nimeona mnahitaji milioni 17 million. Na Wakristo nataka niwashukuru ninyi, una watu wazuri, mmefanya kazi kubwa kulijenga hili hekalu la Bwana. Mungu awabariki. Kwa hivyo tutapanga na mnikubalie, nitaongea pia na rais tukiwa na mheshimiwa, tuone tulete mchango wetu ili kanisa liishe. Lakini kwa leo nikubalie, nitapeana shilingi zangu 200,000 kwa sababu ya hapo juu. Kwa hivyo ni simiti 200. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Fanya hivi. Praise God. Hallelujah. Praise God. Amen. Kwa hivyo nataka niwachie hapo. Nimeona mheshimiwa wangu, huyu ndio neighbor wangu, ngapi? Ameleta 10,000. Hii ndio pastor. Yes sir. Asante sana. Tunashukuru. Kanisa hili litajengwa na litaitwa Ogembo Township Center of Excellence. Hallelujah. Sijui ni wangapi wanataka kwamba niongee na mheshimiwa rais, nione kama ataweza kuja atufanyie mchango hapa. Hao mbele wacha. Kuna watu pale nyuma nataka nione kwa mkono. Watoto naona ni wote. Mheshimiwa Alpha unaona. Kwa hivyo hiyo tutajipanga. Na mimi niko tayari. Kama leo nimetoa 200 na rais hayuko, siku hiyo nitatoa nyingi kidogo tu. Amna namna gani? Niwaachie hapo. Aba Kristo mwenzi mura tigatusabirane ande tusabirense yaitu inchebno mokorire gasyo ino. I'll be faithful. I'm not saying I'm holy. I'm actually the chief sinner. It's only the grace of God. Kwa sababu naongoza watu wengi, kwa hivyo dhambi ni nyingi. Mimi ndio mkubwa wa dhambi. Lakini naomba kwa sababu of the grace of God amenifikisha leo hii, na mimi nitafanya vile mmenituma, lakini nitahakikisha maadili ya Kristo yamedumishwa hapa Kisii. Amen. Thank you. Wacha niachie hapo pastor. Yes. Unajua wacha niseme. Ukweli pastor kuja hapa. Unajua suti yako ni nzuri. Lakini nimekaa pale nimeona imeraruka hapa. Rauka wakati nilikuwa nakimbia asubuhi. Nikishuka kutoka kwa gari, actually I noted it. Kwa hivyo nitahakikisha kwamba shilingi 20,000 ununue suti nyingine. Si ndio? Pasa pia yuko shambani. Na shamba lake ni gani? Ni hili. Amna namna gani? That is it. Kwa hivyo pastor, continue praying for us. Elders, pray for us. Tafadhali kama kuna mtu tumekosea, tunaomba msamaha. Lakini kwa kazi ya Bwana mimi nitaifanya kulingana na sheria na maadili ambayo yanahitajika. Ogembo msijali. Mheshimiwa Alpha, mheshimiwa mkuu hapa, I'm making sure in 10 years niko kwa ofisi hii lazima itashinda hata taoni hii. Tutahakikisha kwamba imekuwa. Asanteni sana. Mungu awabariki. Thank you.